ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu Waislamu, ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi cha Allah mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, maudhui yangu ya leo itakuwa ni juu ya muujiza wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo ndio hii Al-Qur'an Al-Karim, na kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi na ule uumbaji wenyewe ulivyofanyika. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizichagua aya 5 za mwanzo ndani ya Suratul Alaq. Kwa nini Allah aichague Suratul Alaq? Hizo aya 5 za mwanzo ndizo zilizokuwa za kwanza kumteremkia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini Allah asichague Suratul Ikhlas au Suratul Falaq au Suratul Nas au Suratul Maryam, akachagua aya 5 zingine ndani ya sura nyingine? Kwa nini Allah achague Suratul Alaq? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameleta mabadiliko katika ulimwengu, katika dunia. Manabii wote waliotangulia walikuwa na miujiza mbalimbali, kila mmoja alikuwa na miujiza yake. Kupitia mtume huyu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameleta mabadiliko katika dunia, katika ulimwengu. Yeye muujiza wake ni wa kiilmu na ni mkubwa, ambaye ndio hii Al-Qur'an Al-Karim. Zile aya 5 za mwanzo ndizo zinakwenda sambamba na tukio zima la karne ya 7. Anaambiwa mtume Muhammad, Iqra, soma. Asome nini? Kwamba wakati wa mazingaombwe umeshapita, sasa ni wakati wa sayansi na teknolojia na teknohama yake, ni wakati wa kusoma. Anaambiwa Iqra, soma. Qiraa hiki ni kama ilivyokuwa katika sura ya 17 aya ya 13. Anaambiwa Iqra kitabaka, soma kitabu chako. Hapa kinachotakiwa kusomwa kimetajwa, lakini hapa kinachotakiwa kusomwa hakikutajwa. Anaambiwa Iqra, soma, bismi rabbikal ladhi khalaq, kwa jina la Mola wako aliyeumba. Hii maana yake ni nini? Ilmu ni hii moja tu, isipokuwa chanzo chake ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Isipokuwa ndani yake kuna fani nyingi za kiilmu. Kuna fani kama vile science, na hiyo science inagawanyika. Kuna physics, kuna chemistry, kuna biology, kuna fani kama vile geography, kuna fiqh, sira, tauhid. Hizi zote ni fani za kiilmu. Fani yoyote utakayoichukua ikupelekee wewe kumjua Mola wako, Mola ambaye amejifahamisha, alladhi khalaq, aliyeumba. Ameumba nini? Ameumba ulimwengu na vyote vilivyomo ndani yake. Hii taarifa ndio ya kwanza iliyotolewa toka karne ya 7, ya kwamba ulimwengu huu haukutokea kwa bahati nasibu, umeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Qur'ani ndio kitabu pekee kilichoweza kuelezea kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kulikuwepo na kitu gani. Katika sura ya 11 Suratu Hud aya ya 7, Qur'ani imeeleza, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayami wa kana arshuhu 'ala al-ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yeye ndio Mwenyezi Mungu ambaye aliyoziumba mbingu na ardhi katika muda wa siku 6, katika vipindi 6, katika nyakati 6. Siku 6 hizi sio hizi za saa 24. Hivi ni vipindi vilivyokuwa virefu mno, sio vya saa 24 tulizokuwa nazo ndani ya sayari yetu inayoitwa dunia. Ukubwa wake na urefu wake anaujua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Let us draw the solar system to show all the planets.